Hujambo, karibu. Leo niko hapa mshikaji wako kutoka Wiwa Consult. Ni Ahmed Mohamed maarufu BM. Kwa nini uuzi? Na kwa nini ukiuza huuzi kiwango kinachotakiwa? Umewahi kujiuliza hilo swali? Hili swali watu wengi wanajiuliza, walioko New Zealand, walioko Australia, walioko Marekani, walioko Afrika, maeneo mbalimbali, hata kule Asia. Bwana, lakini nikwambia, kwa nini mtu auzi na yuko China? Nitakuwa nakudanganya na mimi sio tapeli. Ila naweza kukwambia kwa nini Bongo hatuuzi sana. Lakini leo naomba kwenye biashara kubwa mkae kando kidogo. Nataka naongea na wajasiriamali ambao ndio vijana wanainukia. Kwa nini wauzi sana? Hauuzi sana kwa sababu kigezo kikubwa cha mauzo unachokitegemea kiko kwenye 30%. Hii ni opinion yangu, sio tafiti. Usiniambie bwana Ahmed katupatia takwimu fulani, sijui kaitoa wapi. Hapana, sijaitoa, ni uzoefu wangu kwa zaidi ya miongo miwili wa kufanya sales. Watu wengi hawauzi kwa sababu wanategemea 30% ya mfumo wa mauzo. Kuna mifumo miwili ya mauzo, nataka kwa haraka nikueleze, alafu nikuambie jinsi gani inaathiri biashara yako kama mjasiriamali. Leo hii sehemu nyingi naona kuna semina, zalisha maudhui, unajua jitangaza kwenye mtandao, lazima uonekane, shika kamera hivi, behind the scene, ongelea biashara yako na vitu. Kwa hiyo unakuta mtu mpaka leo watu wazima wanaanza kukatika, anaambiwa video kama hizo zinasaidia kuleta attention. Mnahangaikia 30% ya soko la Tanzania. A country like Tanzania, just like any other country in Africa, southern of Sahara, tuna more or less the same environment na geography ya mauzo. Tunaweza kuwa tuko tofauti sana na labda tuseme tofauti sana labda na South Africa ama na walioko kule kaskazini Egypt, labda Algeria, Morocco. Tunaweza kuwa tofauti. Lakini mazingira yetu Afrika Mashariki na Kati, niongelee kwa confidence kabisa bila wasiwasi, kwa sababu nimeona masoko haya Tanzania na nje ya Tanzania, katika Eastern Central Africa. 30% ya mauzo ipo mtandaoni, 70% ipo nje ya mtandao. Kutumia mfumo mauzo ndo unaweza ukaelewa. Sasa ukiona leo unauza, ujue unakubania 30% ya keki. Imagine we have a big cake, alafu 30% ya ile keki tumeikata portion hapa ambayo ni 30%. Alafu hapa inabaki portion ya 70%. Alafu tuko watu kama 20 tunataka tule keki. Sisi wote 20 tunagombania ile kipisi cha 30% ya keki. Tunasahau 70% ya keki. Kivipi? Kuna mifumo miwili ya mauzo. Kama ulikuwa hujui, ndio maana nilizungumza kwenye video yangu moja ndefu, kama uliwahi kuiona, anatomia mauzo. Na kabla anatomia mauzo, nilitoa video ndogo kuweza kueleza mifumo hii miwili. Sasa nataka nikueleze hii mifumo miwili ya mauzo, jinsi gani inamfanya mtu aache sehemu kubwa ya soko, anakimbilia sehemu ndogo ya soko, kwa sababu akili ya kila mtu sasa hivi. Imagine na wateja wengi na wafanyia coaching, wajasiriamali wana bidii, wao kwenye sekta zote unazojua wewe, sekta ya usafi, sekta ya horticultural, wengine wanajaribu kuingia kwenye FMCG, lakini wengine pia wapo kwenye service provision. Na wafanyia coaching, alafu baada ya muda waonekane wengi tu. Kwa sababu gani? Kuna kitu tunaita trending. Trending iliyokuja Bongo sasa hivi, unafundishwa kushuti, kutoa video nyingi kwenye social media. Ile ni 30%. Eventually they come back to me and they tell coach, I want to engage you on another session. Au unataka kufanya specifically sales coaching. Okay, tunataka tupate session gani? Nataka tufanye session, maana mimi nakuwa na 1 week session. We work pia ukitaka coaching leadership. Kuna mwenzetu anaitwa Paul Mngongo, anafanyia leadership coaching. Session moja kwa wiki, lakini at least ina progress for not less than 3 months. Kwa hiyo unakuwa na session 4 kwa mwezi, mara 3 inakuwa 12. Wanarudi kwangu wananiambia, bana siwezi kupenda. Niambia sasa, sikiliza, umeenda seminar mlikuwa kwa ngapi? Anaambia seminar tulikuwa tu 80. Katika watu 80 wote mmeenda kufundishwa ujuzi mmoja. Ujuzi wenu unaoelekeza kwenye 30% ya soko. Kwa hiyo mnachotakiwa kufanya nyinyi ni kuelewa mfumo wa mauzo. Kwa hiyo katika elimu, siku moja nilialikwa mahali, nikawa naongea, nikamwambia wajasiriamali, nadhani kama sijakosea ni watu wa Muslima. Mwisho ya maongezi yangu nilisisitiza Muslima boss ladies, nadhani kama sijakosea. Katika mwisho ya video nikasisitiza kitu kimoja, nikamwambia hivi, kuna mifumo miwili ya mauzo. Kwa lugha kitaalamu ya sales tunaita inbound sales na nyingine tunaita outbound sales. Inbound sales ni mimi natoka naenda kutafuta soko. Inbound sales ni mauzo, naomba nirudie ili nisikuchanganye. Inbound sales ni kwamba inbound, kwa hiyo inakuja kwangu.
Kwa ni mimi nimejitangaza social media, nimejitangaza kwenye mabango, nimejitangaza kwenye radio, nimejitangaza kwenye TV, lakini kilichotokea watu wameniona, wamepata na namba zangu, watu wameniona kwenye social media, wameingia DM ama wameona contact zangu, wananipigia simu, bwana vipi kaka, naona unatangaza sana laptop za HP kali zimetoka, mimi pia nahitaji laptop moja, next year naingia college, ama mwakani ama wiki ijayo mwezi ujao naingia college. Kwa mtu anakupigia simu kakuona mahali, inaitwa inbound. Ile ni 30% ya soko ya nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kati. Sasa ukitegemea kujitangaza kwenye social media peke yake, you only depend, now you are only fighting or you try to penetrate only 30% of the market. Ni maoni yangu, mi observation yangu. I've been observing this for the last 20 years. Nimerealize it's only 20% kwenye outbound na ni inbound. Sasa maana yake ni nini? Baada ya kujitangaza mtandaoni, lazima utoke uende ukauze. Nitakupa tu mfano. Moja ya bidhaa ambayo nimekwambia napenda kuuza sana ni matairi. Kampuni za matairi zinazouza za TBR, wapo wana maduka makubwa, wana biashara kubwa kubwa, lakini hawategemei wewe uje dukani ama uje ofisini kununua mzigo. Wanatoka kwenda kutafuta wateja wao wako wapi, ndio inaitwa outbound. Leo hii kampuni moja unakuta ina watu wa sales karibu 16, wanakaa wawili, gari 8. Kwa hiyo asubuhi gari 8 zinatoka wanaenda kushindana, alafu unakuta labda na wewe kuna mshindani wako kule ana watu 2 3, na wanatoka na pikipiki wanaenda. Kwa nini wasitegemee pale? Wana uwezo wa kutengeneza website kubwa, wanatengeneza. Wana uwezo wa kumkodisha production kubwa kuliko zote kama Beni na Mbaga, ndio mimi nawaamini kwenye production mpaka sasa hivi. Wanaweza kwenda kwa kodisha wale kwa production zao high class, lakini hiyo peke yake haiwasaidii. Lazima watoke waende wakafanya nini? Wakatafuta wateja. Kwa hiyo katika kumalizia siku ya leo, nataka nikusisitizie kitu kimoja. Mpenzi, mtafutaji, mpambanaji, mjasiriamali wa Kitanzania na Afrika Mashariki, kujitangaza social media peke yake haitoshi. Ni 30% ya soko. Baada ya kujitangaza pale, ushajulikana, katafute wateja. Na ili watafute wateja, tafuta video yangu moja fupi kwenye akaunti zetu za WeWork Consult. Inazungumzia anatomia mauzo. Ile anatomia mauzo nimekupa umbile zima ya mauzo. Ifuatilie vizuri, anza kujifunza outbound sales. Kwa kifupi, mifumo ya mauzo ni miwili. Mteja amekufuata baada ya kukujua, kukuona kwenye social media, ni 30%. Na kuna mteja umeenda kumtafuta mwenyewe. Katika maisha yangu, ukiniambia niandike katika miaka 20 nimefanya sales kiasi gani outbound na kiasi gani inbound, I will tell you, hutaamini. Ni 10% kwangu nimefanya inbound. Uzoefu na sales ninazofanya na training ninazofanya nyingi nafanya ni outbound. Sijasubiria mteja. Mimi mfano, nikiwa chini ya mwamvuli wa WeWork, training zote ni referral, lakini kubwa tunatafuta wenyewe, ni outbound. Sasa hizi video zitatusaidia sisi kupata 30%. Sasa sisi hatugombanii WeWork 70%, tunagombania 30%, kwa sababu huko 70 tushatafuta vya kutosha. Kwa kifupi, na kusisitiza mjasiriamali, ndio maana nimesema leo naongea na wewe mjasiriamali. Mifumo ya mauzo ni miwili. Kuna inbound, wateja kukufuata, na outbound, wewe kwenda kufuata wateja. 30% ni wateja wanaokufuata, 70% ni wateja lazima ukawafuate wewe, kwa mazingira ya Kitanzania na mazingira ya Afrika Mashariki na Kati. Hapa WeWork Consult, ukitaka kujifundisha outbound sales, wasiliana nasi ili uweze kufaidika. Kumbuka kusubscribe, kumbuka kulike na kutufollow katika peji zetu zote. Ahmed Mohamed, WeWork Consult aka BM.